mpira wetu wa Bongo ni mpira ambao ukiangalia ni mpira umekaa mdomoni sana. Ni mpira ambao tunaahidi sana kuliko vitu vinavyotekelezeka. Tunaahidi vitu vingi sana kuliko tunavyotekeleza. Yaani kwa mfano sasa hivi unakuja kumwambia bwana, mtu anakuuliza wa vipi kuhusu tuzo, unamwambia mtu tuzo za msimu jana hazijatolewa kabisa. Na kuna watu wameweka nguvu kubwa sana. Kuna watu wamepambana sana. Kuna watu ambao wamevuja jasho kweli kutengeneza namba zao. Mwangalia Pacome ametengeneza namba double figure, assist na magoli. Lakini mwisho siku hajapewa hata tuzo ya MVP au hajapewa tuzo ambayo kwamba amefanya vizuri, hapana. Yaani unajiuliza, kwa hiyo msimu huu ukiisha nao watatoa tuzo. Na za msimu uliopita vipi? Kuna watu kabisa wameshaondoka kwenye ligi yetu. Hatujui kama huko walipo wanafikiria vipi kuhusu ligi yetu. Je, wanaongea mazuri kuhusu ligi yetu? Je, wanazidi kutusifia? Hao ndio mwisho wa siku watasema bana, ukaenda kwenye ile ligi wewe cheza mpira tu, ingiza hela, achana na masuala ya tuzo. Wale waangalie kabisa individual performance. Wao wanaangalia tu umechukua kombe basi. Yaani ni vitu ambavyo vinafikirisha sana. Ni vitu ambavyo vinakuumiza kichwa, ni vitu ambavyo vinakaa unasema uongozi wetu, uongozi wa ligi unafikiria kwamba kuna wachezaji ambao mwisho siku wakistaafu lazima aonyeshe medali zake, lazima aonyeshe tuzo zake kwamba bwana mimi nilikuwa mfungaji bora, hebu tuonyeshe sasa mfungaji bora, lakini hana hiyo tuzo inaonyesha kwamba alikuwa mfungaji bora. Yaani muda mwingine inabidi tufanye vitu kwa wakati. Sio kwamba ni baada ya eti kwamba jambo fulani limetokea, hapana. Uwezo kairisha tuzo kwa sababu ya masuala mengine ambayo hayahusiani nao. Wewe andaa hafla ya tuzo kwa watu ambao hawapo. Hata kama uzuri ni kwamba bana, maisha hata kama au hafla imeshindwa kufanyika, inabidi hata huyo mtu mfikishie tuzo yake. Sio kwamba ni mpaka ufanye, yani tuzo haujatoa, hafla haijaandaliwa. Inabidi basi ufanye kimoja. Kama hamtaki kuandaa hafla, basi gaweni tuzo. Mtu fulani ndo alikuwa mshindi, basi mpelekeni tuzo yake, msafirisheni tuzo yake imfikie. Lakini tunavyokaa kimya ni kwamba kama vile msimu uliopita hatukuwa na mashindano yoyote. Yaani ukiangalia msimu uliopita, ukiangalia kitu kinachofanya kwamba tujue msimu uliopita tulikuwa na mashindano ni kombe ambao amechukua Young Africans ambaye ndo alikuwa bingwa. Lakini mambo mengine huwezi kujua kama kuna mashindano. Yaani ni kwamba vitu tunafanya, hatufanyi vitu kwa weledi. Tunapaswa tutoe tuzo za msimu uliopita, hata kama taandaliwa sasa hivi au hata kama hamna kuandaa, basi gaweni tuzo imfikie mtu, imfikie mwenye hiyo tuzo. Sio kwamba tunakaa kama yani tumejikausha kama vile msimu uliopita hamna kilichotokea. Inabidi tufanye vitu kwa ajili ya manufaa ya ligi yetu. Yaani ligi yetu tunataka iende juu, lakini tunafanya vitu kama vile tuko miaka ya 80, kwa miaka ya nyuma kabisa, ambao watu hata walikuwa ana uelewa mkubwa sana kuhusu masuala ya mpira. Lakini 2025 2026 hii bado tuna act kama vile tuko miaka ya 80, miaka 90 huko. Inawezekana hata wale miaka 80 nao walikuwa kidogo, walikuwa na weledi tofauti na miaka sasa hivi. Bwana, toeni tuzo za watu, tuwape zawadi zao. Mwisho siku wakifika mbali huko wanaenda wanatusifia kwamba ligi ya Tanzania ni ligi nzuri sana. Ukienda pale unapata fursa zaidi ya kujitangaza kwenye mpira wa soka la Afrika. Pia wanaweza wanakusifia, wanakupa zawadi nyingi ambazo kimsingi wewe zinakufanya uishi maisha mazuri. Lakini tukikaa kimya tu hivi mambo hayaendi. Inabidi kila mtu apewe tuzo yake jamani.